Haleluya. Ndiyo, karibu sana. Ndiyo baba, maandiko yanasema ndiyo akusamee makosa yako yote, ndiyo akuponya magonjwa yako yote, akuponya na magonjwa yako yote. Tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Ndiyo, karibu sana. Ndiyo baba, mama huyu unayemwona hapa mbele yako alitokea Dar es Salaam kuja mahali hapa akiwa hawezi kabisa kutembea. Akawa hawezi kabisa kutembea. Ndiyo baba. Na leo anatembea. Ndio amependeza kama mlembo. Ndiyo baba. Hebu atembee tuone. Maandiko yanasema asipoona watafanyaje? Hawataamini. Tumpigie makofi na vigelegele. Karibu sana mama yetu. Na leo yuko mahali hapa kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo. Kwa matendo makubwa aliyomtendea mahali hapa kupitia madhabahu hii. Wow. Tumpigie makofi Yesu Kristo wa madhabahu hii. Karibu sana mama yetu kipenzi. Ndiyo. Karibu sana, panda madhabahuni. Yani huyu Mungu huyu, ungekuwa una wivu ungeongeza makofi. Sogea mahali hapa kabisa, tupige na picha ya ukumbusho. Tupige na picha kabisa. Yani nyie. Haleluya. Ndiyo, mama yetu unaitwa nani, kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia watu wanakutazama kwa njia ya television, YouTube, Facebook, kila mahali wanakuona. Ndiyo. Mimi naitwa Files Elia au Files Petro Dabana. Ndiyo. Ninatokea Dar es Salaam. Unatokea Dar es Salaam. Nilikuja hapa mwezi wa 3. Nilifikia kwa dada yangu Mama Kazinja. Ndiyo, dada yako Nilikuwa namuomba aje hapa. Wow, ndiyo. Wow, dada yuko wapi, dada mkubwa? Wote wamependeza leo. Yani madhabahu yani inakufanya kuwa mlembo muda wote. Tuwapigie makofi mazuri anapopanda madhabahuni. Karibu sana. Ndiyo. Ndiyo, ninamshukuru Mungu sana. Wakati naumwa nikiwa Dar es Salaam. Ndiyo. Yeye aliyenitia moyo. Ndogo wangu, hebu njoo huku. Kuna madhabahu. Mimi naabudia. Naamini Mungu atakusaidia. Na kweli nimekuja hapa, nimehudhuria mfululizo sana. Ndiyo. Ninamshukuru Mungu sana. Kupitia madhabahu hii. Ndiyo. Kweli nilikuwa siwezi kusimama muda wote ule. Ndiyo. Siwezi kutembea muda mrefu. Kwa sababu mguu wa mkono wa kushoto. Ndiyo. Ulikuwa umesagika. Nikaenda hospitali nikaambiwa nitoe 8 milioni Muhimbili. Mimi nikawaambia mimi hizo hela sina. Mungu anaona madaktari. 8 milioni yote tuleta hapa tununue simenti. Ndiyo. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, wewe utanisaidia. Ndiyo. Sawa sawa na mapenzi yako. Wow. Na kweli amekusaidia. Amenisaidia sana. Tuongeze makofi mazuri. Ndiyo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kupitia madhabahu huyu Pastor Eliki. Mungu akubariki sana. Amina. Na kuombea Mungu aendelee kukupa maisha marefu. Ndiyo. Kabla dada hajaongea kwa kifupi. Wiki ijayo Mungu ikimpendeza naweza nikarudi Dar es Salaam. Unaweza kurudi Dar es Salaam ukiwa na afya yako nzuri. Amina. Makofi mazuri. Ndiyo. Kwa sababu familia yangu iko kule. Mimi ni mjane. Ndiyo. Nahitaji maombi yenu. Na Mungu yuko upande wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema Mungu ni Mungu wa yatima na Mungu ni Mungu wa nini? Wa wajane. Kwa hiyo Mungu ni zaidi ya ujane, sema amina. Amina. Mungu ni zaidi ya mme, sema amina. Amina. Atakupa kila kitu na utakuwa na maisha marefu kwa jina la Yesu. Amina. Jipigie makofi mazuri. Ndiyo. Pia nakushukuru mchungaji. Uliotamka sasa hivi. Ndiyo. Mimi nimejenga nyumba ambayo imeishia kwenye linta, imekaa karibu miezi. Umelikuwa nagusa moyo wako hapo. Mungu anaona. Cha ajabu ni kwamba wiki hii. Ndiyo. Kuna shemeji yangu akaniambia akanipigie gharama zote. Nasema Mungu wangu. Miujiza imeanza hii. Kutoka kwenye uponyaji mpaka kujengewa na nyumba yako inawezekana kwa jina la Yesu. Mungu anaweza kila kitu. Maandiko yanasema Mungu anasubiri hatua zetu ili azikamilishe. Hatua zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu Mungu akikiona, kuna jambo analitenda. Mwezi huu Mungu akutendee jambo jipya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo amekwambia orozesha gharama zote. Ndiyo. Yani huyu Mungu huyu shikamoo. Ndiyo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Kimpendeza Mungu mwezi wa 12 natamani nije kwa ajili ya kupata mafundisho ya mahali hapa. Wow. Watu wa Dar es Salaam lazima wahamie Mwanza wote kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana naambia jipange vizuri hapa tutoshi hapa. Yaani tunataka tufanye kitu, tutakapoanza vurugu zetu Mwanza hapa. Hapa toshi hapa. Wewe subiri tu. Muda sio mrefu utakuja kuona.
Tutakuwa tunatembea na ndege hewani. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mambo mazuri yanakuja. Yaani mataifa yote yatakuwa yanakuja Mwanza hapa. Yaani kuna siku itakuwa wageni 1000 kwa siku. Sema amina. Wageni 1,000,000 kwa siku. Sema amina. Sema inawezekana. Sema inawezekana. Tunataka watu wa Tanzania wajue kwamba Mwanza kuna watumishi wanaishi. Amen. Mpigie makofi jirani yako. I say. Wewe mwenzetu kutoka kwenye uponyaji mpaka kwenda kujengewa nyumba. Ni ya ghorofa au ni nyumba aina gani hiyo? Msauzi. Ni msauzi hiyo. Nenda kujengwa na mabati ya msauzi. I say. Mungu anakupenda sana. Neno la mwisho unawaambia nini watu ambao wengine wako Dar es Salaam wanakutazama, wengine wako Kenya, Kongo wanatutazama, watu wanatazama mataifa ya nje, wengine tuko natu kutoka Saudia, mahali hapa, wengine wanarudi wiki hii Saudia. Unawaambia nini watu wanaokutazama? Unajua watu wengine wanafikiri kila homa ni nini? Ni malaria. Sio kila homa ni malaria. Na sio kila ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa mpango wa Mungu. Magonjwa yanatengenezwa siku hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua magonjwa yanatengenezwa nitafute mimi, nitakwambia magonjwa yanatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawaambia nini neno? Kuna watu wengine wamekata tamaa, wanapokuona unashuhudia hapa ndio wanatiwa moyo waje tuwasaidie na wao. Hebu neno moja watie moyo. Ninawashauri watu wote wanaoniangalia kwenye madhabahu hii. Hapa ni mahali sahihi jamani. Ndio. Ukiamini Mungu anakutendea mambo makubwa ya ajabu. Ndio. Mimi natamani hata kuhamia Mwanza kabisa. Wow. Hayo makofi hatoshi kama una hivyo. Ongeza makofi mazuri. Unatamani hata kuhamia Mwanza kabisa. Au tuibebe hiyo nyumba aje aimalizie Mwanza huko Nyerere Road pale. Tunatuma malaika wanaibeba. Hapo namwambia bwana nyumba nimehamishia Mwanza. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wakati lazima ubadilishe hali ya hewa. Sema amina. Unatoka kidogo unaenda hata Dar es Salaam kidogo. Kuna watu wengine tangu amezaliwa Nyansaka hajatokaga Nyansaka. Na sasa hivi ana ndevu zimeanza kuwa na mvi. Mshikie mkono jirani yako, mwambie alishatoka hata Mwanza wewe. Kwa hiyo unawaambia kwamba unatamani kuhamia Mwanza. Kabisa. Kwa sababu ya hiki kitu ambacho umekishuhudia. Amina. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu. Amina. Na Mungu akupe zaidi ya afya kwa jina la Yesu. Amen. Tumpigie makofi mama yetu. Sasa yuko na dada yake pia ambaye ndiye alisababisha atoke Dar es Salaam kuja mahali hapa. Naye pia neno moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati pia na binti yangu pale wa Nundu pale anajiandaa kushuhudia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Mimi naitwa Blandina Kazinja. Kama jinsi ambavyo mmesikia mdogo wangu akisema, ndivyo ilivyokuwa. Kwa kweli alikuwa na hali ngumu, hali mbaya. Ndio. Waliomwona ameingia hapa pale mwanzoni, wanaweza kuthibitisha. Ndio. Nilimwambia mdogo wangu usihangaike. Njoo Mwanza huku. Yuko Mungu. Yupo Mungu anaonekana Nyansaka hii. Yuko atakutendea tu. Ndio. Uzuri naye alichukua imani, akachukua hatua ya kuja. Ndiyo. Na ameendelea kuonekana mahali hapa kwenye ibada. Na kweli Mungu amemtendea. Amina. Tuongeze makofi mazuri. Mungu amemponya. Alikuwa hawezi kutembea kwa namna kwa jinsi hii. Alikuwa anachechemea kabisa. Tulimuona hapa, tulishuhudia. Amina. Lakini sasa hivi anatembea vyema. Ndio. Na anachapa usingizi vizuri. Wow, analala vizuri. Si analala macho. Naomba ruhusa yako mtumishi wa Mungu niseme ushuhuda wangu huu. Nitaka nije niuseme, lakini kwa sababu nimepata nafasi ndio ushuhudie. Naomba nishuhudie. Okay. Ni kwamba kwa kutumia yale mafuta ndio tulionunua ya kwenye chupa yale special. Ndio. Kuna siku mume wangu usiku alipatwa ni hali ya stroke. Kwa sababu mkono na mguu viliishiwa nguvu, alafu akanalalamika kwamba vinauma sana, vinauma sana. Fikiria mtu mzima kama yule kwanza kutoka machozi. Ndio. Akahangaika, lakini kakumbuka ya kwamba nina silaha ya kiroho ambayo niliochukua kwenye madhabahu takatifu ya Mungu. Ndio. Nikaichukua. Baada ya kuomba pale nikaanza kumpulizia. Ndio. Kwenye mkono, kwenye mguu, kwenye kichwa. Ndio. Na namshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kufanya hivyo tu, Mungu alifungua. Ndio. Mapepo juzi akanasema, "Wewe pastor umempa huyu dada ile inaitwa puchi."
Nikauliza puchipuchi ndo nini? Anasema umewapa ile inaitwa puchipuchi. Amepulizia sasa hivi anaitwa kwenye interview. Alikuwa amezuriwa miaka zaidi ya 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapepo yanaita eti puchipuchi kwa sababu unapobonyeza chi chi chi. Eti umempa ile puchipuchi ile. Kwa hiyo ndio imemwokoa, imemuinua Amina. Israeli. Ndio. Yaani kwa kweli ni Mungu anadhihirisha nguvu na uweza wake kwa hali ya juu kabisa. Nafikiri hata alivyokuja siku ile hapo mlimwona alitembea tu kawaida. Lakini alikuwa ameshavamiwa kabisa. Yaani hawezi kutembea pamoja na mkono na mdomo kama vile unaanza kutaka kwenda upande. Nikakumbuka hiyo silaha. Nikaanza kuitumia. Na Mungu kweli akadhihirisha nguvu na uweza wake kwa kutumia silaha. Akadhihirisha Mungu wa mbingu na nchi. Amina. Haya makofi yatosha, ongeza makofi kwa ajili ya shuhuda mkubwa. Baada ya muda kitambo hali ikarudi kawaida. Nikamshukuru Mungu, nikamtukuza Mungu. Nikasema hakika Mungu amejibu na amefanya. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana. Jamani Yesu amefanya. Makofi na vigeregere. Haleluya. Mbali na kuwa sauti ilishaharibiwa na maombi, bado najitahidi. Nipigie makofi kama mlionee wivu. I say. Okay. Mungu akubariki sana. Amina. Nawapenda sana. Amina. Na ninaamini mpaka Yesu anarudi tutamtumikia Bwana. Amina. Mungu awabariki sana. Baba, naachilia baraka na neema juu ya mama huyu. Mungu kawainue zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tuwapigie makofi na vigeregere na sadaka yao nzuri waitoe pale. Mungu apigie makofi anaposhuka.